hasa swala la ardhi ambalo tumezungumzwa. Bahati nzuri sisi tulishaliona tukaenda tukatangulia mbele. Kwenye kikao kilichopita cha kamati ya fedha, nilitoa maelekezo ya kuunda kamati ndogo ya ardhi ambayo itashirikiana na kamati ya ardhi ambayo iko na waheshimiwa wawili, lakini ndogo na waheshimiwa watatu na wadau wengine kutoka nje, lakini pia na wataalamu wetu wa ardhi na wataalamu wengine kutoka ofisi ya mkurugenzi, ili kwenda kuangalia maeneo yale ambayo yanaonekana yanaweza yakawa yanaingiliwa na wananchi au na taasisi bila sisi kufahamu, lakini maeneo ya halmashauri. Lakini kuna maeneo ambayo ni ya wazi, aidha ni ya masoko au ni maeneo ya wazi kama green belt, ambazo inaonekana zinaingiliwa na watu wanaanza kunufua kidogo, baadaye tunakuta halmashauri inaingia kwenye mgogoro. Hapa pia kuna mashamba yetu ya pale machine tools ambayo yako mashamba ya halmashauri. Tulielekeza pia hiyo timu na wataalamu kwenda kupitia na kuleta ripoti ya mashamba ya halmashauri yaliyopo, lakini kwa kurejea kumbukumbu zilizopo, kwa sababu tulishazungumza huko nyuma kuhusu ya mashamba. Kwa tuombe taarifa ambayo itakuwa kamili kwenye vikao vyetu vijavyo tuweze kupata. Lakini la langu tulizungumza pia nao na maelekezo nimeyatoa kwenye kikao wakati tunaendelea, kuhakikisha eneo ambalo la halmashauri linakuwa salama na wote. Hadi pale wakishamaliza kupima na pia halmashauri ikaamua matumizi ya eneo hilo la lango ambalo limepewa kwa halmashauri. Lakini niwaombe tu waheshimiwa madiwani, kwa sababu sisi wote tunasimamia ile halmashauri, pamoja na kuwa na hizo kamati, mkurugenzi waandae utaratibu ambao utakuwa bora kwa baraza la madiwani kwenda kuona pale, ili kila mtu alizike na anaone eneo lake, kwa sababu wengine wanachanganya. Ukisema machine tools au lambo, unaona nafikiri upande wa juu au ni barabarani, kwa hiyo itakuwa vyema. Sasa hivi tunatakiwa kufanya kazi, tutapimwa kwa kazi zetu. Tuende tukajikite kwenye kata zetu, tutatue kero za wananchi. Tumeweka mipango ya bajeti imeshapita, kuna mpango ambao unatakiwa uletwe, utakuja tutaona huo mpango, lakini bajeti yetu imeshapita, kwa hiyo tukaisimamie katika kutekeleza ile bajeti. Kama kuna jambo ambalo linaonekana aliko kwenye bajeti lakini lina uhitaji wa haraka, ofisi ya mkurugenzi ipo kupitia vikao vyetu. Na ndio maana unaona kumekuwa na reallocation ya funds kwenye bajeti iliyopita. Na imekuwa vizuri mheshimiwa mmeuliza. Kuna sehemu kuna tatizo, labda choo kimeanguka. Huwezi kusema hicho choo haiko kwenye bajeti. Kwa hiyo inabidi tu allocate fedha, labda tutoe upande A, tupeleke upande B kwa ajili ya manufaa ya watu katika eneo husika. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kuwa na ushirikiano. Lakini naendelea kuwapongeza baraza la madiwani. Kwa kweli utulivu mlionao unasababisha kazi zifanyike. Na sio utulivu mbaya. Kwa sababu kama ni swala la kuhoji lipo, mnalihoji. Kama kuna swala ambalo halijakaa vizuri, tunawasiliana ili tuweze kuendelea kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa DC, kwenye mapato yetu na matumizi, wewe umeona taarifa tuliyosoma. Sisi wakati tunaingia mwaka 2021 tulikuwa tunaongelea mambo ya bilioni 1.7. Tushatoka huko siku nyingi. Sasa tunaongelea bilioni 5.4. Sasa ukisema vijana wa waheshimiwa waende kwenye mafunzo inakuwa ngumu kweli. Sasa tunajifunza ili tufike bilioni 10. Kwa hiyo tunaendelea kukusanya. Lakini timu ya mkurugenzi na wataalamu kwa kweli wanatusaidia sana, na kamati ya usalama. Pale wanapoona kuna sehemu zinavuja, taarifa ikifika tunaenda kukava gap kwa ajili ya kuhakikisha tunakusanya zaidi. Na sisi mpango ni kukusanya kuondoka kwenye bilioni 5 na kwenda mbele zaidi. Sio mkurugenzi, ili tuweze kuleta maendeleo pia kwa wananchi wetu. Sababu 40% sio kubwa, lakini mapato yakiongezeka maana yake inaongezeka kwenye kutoa mikopo ya kina mama, walemavu na vijana, lakini kwenye miradi ya maendeleo ambayo ni 30%. Kwa hiyo itatusaidia sisi kufanya maendeleo kwenye kata zetu. Na nikuombe mkurugenzi, kwa sababu tunakuwa tunafanya vikao kila mwaka, lakini kamati ya fedha inakutana kila mwezi, kupata ile picha halisi kwamba mapato asilimia hii mwezi huu kota huu tumepeleka kata 1, 2, 3. Kota 2 tumepeleka 40% kwenye kata 1, 2, 3. Ili waheshimiwa madiwani waweze kufahamu fedha kutokana na 40% zinaenda wapi kwenye kata zao. Tumekuwa tukifanya hivyo, lakini tukipeleka kwa kata hii moja itatusaidia kuweza kujua. Tuna miradi ya maendeleo ambayo inaendelea. Miradi yote inaendelea vizuri.
lakini pale ambapo tunaona kuna taharuki sasa kwenye mradi wa Kosadani, najua mkurugenzi na timu nimesha take initiative na ofisi ya mkuu wa wilaya na sisi kamati ya fedha na baraza la madiwani shapa taarifa kuhusu hatua ambazo tunaendelea kuzichukua kuhakikisha mradi ule unaanza, kwa sababu ishapitishwa na serikali na fedha zimeshakuja, lakini changamoto zimejitokeza, mkurugenzi amezungumzia, na ule ni mradi muhimu sana kwenye siasa ya halmashauri, ni muhimu sana ndio soko. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia kwa haraka pale tulikopeleka process inaendelea, basi watujibu ili tuweze kuona ni hatua gani nyingine tunaendelea. Lakini miradi mingine kama ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi, ujenzi wa jengo letu la halmashauri, naona wakandarasi wanaendelea vizuri. Ila pale Mula, soko la Mula, ile speed kama ilishi mkurugenzi kwa la mkuu wa kwa hapa tusaidie kuweza kusukuma ile mkandarasi afanye kazi yake inayotakiwa. Asianze story kwa sababu haitaleta picha nzuri. Shari kwa advance alafu kazi haiendi kwa speed inayotakiwa.